الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Watukufu wa Islam, maisha yetu sisi hapa duniani kama waumini ni maisha ya wanafunzi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Akisema hayo katika aya 35 suratul Anbiya, tutawapeni mitihani ya khairi na shari, mwisho wa jambo tunaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala aende akatuangalia ufaulu wa mitihani yetu. Hivyo mwanafunzi anaishi maisha yake kusoma kwa ajili ya kupata maksi iliyokuwa nzuri, na sisi maisha yetu hapa duniani tunafanya amali, tunajitahidi ili kusudi tupate maksi iliyokuwa nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutarudishwa. Maisha yetu sisi pia ya hapa duniani kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, mfano wake ni mfano wa mfanya biashara. Allah subhanahu wa ta'ala katueleza hayo katika suratu As-Saff aya ya 10, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enyi mlioamini, je, nisikujulisheni biashara ambayo itawaokoa na adhabu inayoumiza? Akaanza kusema tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum, mambo hayo mtakayoyafanya basi itakuwa ni khairi kwenu. Kwa maana ya kwamba sisi katika maisha kama haya tunajua kwamba tunatahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tufanye maandalizi mazuri ambayo yatatufanya sisi tupate maksi iliyokuwa nzuri. Kama sisi tunajua kwamba tunafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, na siku zote mfanya biashara alikuwa hodari, na bila shaka na sisi kama tunataka tufaidi lazima tuwe wafanya biashara hodari na Allah subhanahu wa ta'ala. Utafuta bidhaa ambayo ni nzuri na itamletea mauzo mazuri sokoni ili apate faida iliyokuwa kubwa. Katika kuyafanyia kazi hayo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza maneno mawili madogo sana ambayo yatatufanya sisi tuwe na biashara nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tupate maksi zilizokuwa nzuri, akisema kalimatani khafifatani ala lisan, maneno mawili ni mepesi sana katika ulimi, thaqilatani fil mizan, maneno hayo mawili ni mazito mno katika uzani wa Allah subhanahu wa ta'ala, habibatani ila rahman, nayo ni vipenzi vikubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akisema ni vipenzi vikubwa kwa Rahman, akimtaja kwa jina la mwingi wa rehema. Ukisema khafifatani ala lisan ni kama kitu kidogo lakini kina matunda makubwa. Leo hii mtu akiwa na benki inakusanya mamilioni, lakini password yake ni nambari 3 au 4. Mtu anaweza akawa ni gari lina thamani ya mamilioni, lakini linafunguliwa kwa ufunguo uliokuwa mdogo kabisa. Maneno haya yanafungua hazina zilizokuwa kubwa na yanatupa sisi mathawabu yaliokuwa mengi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maneno mepesi, mfano ile password au ule ufunguo, khafifatani ala lisan, mepesi mno katika ulimi. Thaqilatani fil mizan, ni mazito, uzito wake ni mkubwa japo kuwa ni machache. Ukiangalia uzito wa pumzi au daraja ya pumzi kwa mwanadamu, anavuta pumzi yake wala hajihisi, lakini leo hii ikiondoka hii pumzi hana alichokuwa nacho. Ukiangalia chumvi jikoni, kikosekana chakula hakiliki. Hii sehemu inaweza ikawa ni giza, lakini swichi moja tu inawasha. Maneno haya jinsi yalivyokuwa na uzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaweza tukachukulia kama hii mifano tulioitoa ni kile kiswichi kidogo ambacho kinaweza kikafungua nyoyo zetu kwa nuru. Ni kama ile chumvi ndogo ambayo inaweza ikajaza ladha katika imani zetu. Habibatani ila Rahman, maneno hayo ni vipenzi vya Allah, vipenzi vya Rahman. Hakusema vipenzi vya Allah, akasema vipenzi vya Rahman, kwa maana ya kwamba mwingi wa rehema anayapenda maneno haya. Ikiwa mwingi wa rehema anafanya kile kitu ambacho anakipenda, unakifanya kile kitu ambacho anakipenda, bila shaka atakushushia rehema zake.
kwa maana kwamba ni ufunguo wa kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno hayo akiyataja maneno hayo, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, maneno machache kama alivyosema, na kweli yamesadiki. Hakuna mtu yoyote anaweza kusema ni mazito maneno kama hayo. Tujitahidini kuyasema maneno haya ndugu zangu Waislamu, ili tupate rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuende tukashuhudie mambo mazito huko akhera. Uzani umejaa matendo yaliokuwa yana hadhi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yaliokuwa mepesi. Na cha muhimu zaidi, wakati tunasema maneno haya, tusiyaseme kama vile tunapeleka subhanallah, tuseme kwa utulivu subhanallah bihamdi, ili athari iweze kuingia. Na unapoyasema maneno haya kwa namna kama hiyo, utakuja kuzoea hata katika kazi zako unayasema maneno haya kwa khushu', kwa utaratibu. Allah subhanahu wa ta'ala atafanya maneno yale yawe na athari katika moyo. Lakini tukisema maneno haya mepesi na sisi tukaenda nayo subhanallah subhanallah, tukayapelekesha, ile athari kama tunavyokumbushana kila siku itakuwa ni ndogo katika kutusaidia sisi kiimani. Ombeni Allah subhanahu wa ta'ala tuyafahamu haya na mengi ambayo yatatuvusha daraja zilizokuwa kubwa kwa akhira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wala ma'na wala min baynina shaqiyyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabbahakumullahu bil khair.